Mezurisi yuko binti ambaye alikuwa mtanashati sana, alikuwa na heshima sana. Binti huyu baba akasema, nimesikia huko Gaskofu ni shule ambayo ina nidhamu na zaidi wanamcha Mungu. Akajiunga na combination ya HKL na akasoma 5 na 6 ndani ya mwaka mmoja. Leo navyozungumza, binti huyu ana injiniwani ya 9. Naitwa Mariam Gregory Shirima. Baada ya kumaliza kidato cha 4 sasa preform 5 ambao ni mwezi wa 5, nimekaa kama mwezi mmoja, nikaanza kuumwa, ni meno yalikuwa yananisumbua, nikawa nauma hata hivi kwenye kusoma. Muda mwingine unakuta niko admitted kule kwa nurse, kwa kuna vipindi nashindwa kuhudhuria, nilikuwa nachukua EGM, kuna vipindi nilikuwa nashindwa kuhudhuria. Kuna kipindi nikaenda nyumbani ambapo nilikuwa nahudhuria zile appointment za Muhimbili karibia wiki kama 2 hivi au zaidi. Nimerudi shule, kulikuwa kuna mitihani, nikafanya mitihani saa ile math nilipata F, alafu nilifaulu tu economics ambayo nilikuwa na B. Sasa walimu wakawa hawana ile cooperation ya mimi sielewi, sikuwepo nielezee kitu ambacho walikuwa wanafanya ni fimbo, ni unachapa tu, hawaelezei. Ukiuliza wanakwambia wafuate wenzako wakuelezee. Sasa ni vitu vingi, afu hesabu kidogo kilikuwa kigumu, au ukimfuata mtu akuelezee, ile mtu anaona unampotezea muda wake, angefanya mambo mengine. Mimi nikavunjika moyo hata kuendelea kusoma, maana mzee wangu ni mtu wa matokeo. Ukimpa matokeo ambayo sio, anakuwa na mind sana. Sasa nikafika kipindi nikakataa shule, nikamfuata mwalimu mkuu, nikamwambia mimi sitaki kuendelea, nataka nirudi nyumbani. Naambia wewe una shida au una mapepo? Nikamwambia mimi nataka kurudi nyumbani, waite tu wazazi wangu. Nikaitia wazazi, nilimdanganya nasi aniombee kama appointment ya kwenda nyumbani, maana walimu walikuwa wamekataa. Nikaitia wazazi wangu, nikaenda. Kulikuwa kuna appointment ya Muhimbili kwa inakaribia pale, kwa nikakaa siku chache, nikaenda Muhimbili. Siku niko hospitali na mama ananiambia ukitoka hapo hospitali tunarudi shule. Mimi nikamwambia sirudi. Ambia mama, na shida gani? Turudi shule, mimi familia itanielewaje? Najua mtoto akiwa ni changamoto katika familia, mama ndio siku zote anakuwa anatupiwa lawama. Nikamwambia mama mimi sitaki, akanikatelea. Nikaamua kunywa sumu. Nikanywa sumu, nikapelekwa. Ilikuwa ni usiku, wazazi wangu wametoka kazini, wanakuta mwili ushaanza kuwa baridi, wananiongelesha, hamna jibu ambalo ninawapa, maana nilikuwa nimeanguka chini ya ukungu, ndio kulikuwa kuna hivyo vidozi ambavyo nilijioverdose. Wakanichukua mpaka hospitali, nikaitiwa padri, viongozi, wachungaji, mashehe waniombee na shida gani. Nikaongeleshwa pia na mtu wa saikolojia ya kwamba shida ni nini na kila kitu, lakini bado mimi nilikuwa na msimamo wangu, sitaki shule, ni bora hata nibaki tu nyumbani nizunguke huko nitafute vikazi, na nilikuwa sijui ni kazi gani ninayotaka kufanya wala ninaelekea wapi baada ya maamuzi yangu ya kukataa shule. Vikaitwa vikao vya ukoo, maana sisi tuna vikao vingi vya ukoo. Nikaanza kuambiwa ile, wewe ni failure kwenye ukoo wetu, unaleta aibu. Kwa hiyo nikawa naendelea kunivunja moyo, kwa sababu hakuna mtu alikuwa ananiambia maneno ambayo mimi nayataka kuyasikia. Wao walikuwa wananipa maneno ya kunivunja moyo, plus mimi mwenyewe nilikuwa najivunja moyo, kwa hiyo ikawa inazidi kunikandamiza. Dadangu mmoja akatoa ushauri, akamwambia wazazi wangu kwa nini asiende chuo. Ndio wazazi wakasema tunataka wewe fikiria. Nikakaa kama mwezi mmoja wa kufikiria,
Nikasikia huko chuo baka chuo hivi. Nikasema basi sawa, kwa sababu mimi nikikaa hapa nyumbani kila siku akirudi ninasemwa. Kwa nikaona nikimbie huko chuo, hamna mtu atakayekuwa ananisema, maana ilikuwa niko Machame Moshi. Nikaenda chuo, nimesoma semester ya kwanza, mwaka wa kwanza, semester ya pili, na nikaingia mwaka wa pili, lakini tukawa tunasoma bado matokeo ya ile semester. Nikaingia mwaka wa pili, matokeo ya semester ya pili mwaka wa kwanza yalikuwa bado hayajatoka. Matokeo yalitoka, nikafaulu yote, lakini kuna somo moja nikapata sana. Nikaona kabisa kila kitu kimeharibika kwenye maisha yangu tena. Niliacha shule, nikaendelea nyuma, familia ninasema hii ndio chance yako ya mwisho, ukiharibu basi ni wewe. Na nimepata sana, na somo kwangu lilikuwa gumu. Nikaona siwezi kuendelea. Nikiongea na mama ana ile unanitia aibu, mbona mwanangu analalamika, baba ndo haelewi kabisa. Nikaamua kuacha kwenda darasani. Nikawa tunakaa hostel. Kipindi hicho kuna watu wengine walikuwa wamepata RIMs hizi. Kwa nikawa nakaa nao mimi hostels, siendi kusoma. Na tulikuwa tunaambiwa sisi WhatsApp yaani timetable zilikuwa so tight na huo mtihani ulikuwa ni gumu. Mimi nikaona nikakata tamaa, siwezi kuendelea. Nikawa nampigia kaka yangu, maana ni ndio mtu ambaye nilikuwa naweza kumuelezea, lakini naye akawa anaona kama mimi bado ninawadhalilisha wazazi. Kwa hiyo kila mtu alikuwa nikatia tamaa. Siku nikakuta hostel na mtu wa taaluma, akanipeleka ofisini. Wewe mbona unakaa huko, wenzako wako darasani? Nikaitiwa wazazi wangu. Nishafuatilia hapo ada nirudishie ada yangu bila kushirikisha mtu yoyote. Nikawa nimeandika nirudishiwe, niweke kwenye akaunti yangu, baba asione, na vitafuta vikazi huko mtandaoni, kumbe ni matapeli, natapeliwa hela. Lakini mimi nilikuwa na determination, nataka ni approve kwa maneno yao kwamba mimi bila shule haiwezekani. Lakini nikarudishwa nyumbani. Nimerudishwa nyumbani, nikaa nafanya kazi hizi hardware. Kwa watoto wa kike, watu wengi wanasema kwa hawezi kufanya kazi ngumu, lakini mimi nilizifanya. Unabeba simenti, maana babangu alikuwa ananiambia si maisha unataka kuyaishi. Basi yani yule ambaye anafanya kazi ya kubeba vitu pale kazini kwake akatolewa, kwa hiyo ilikuwa ni mimi. Vitu vyote vigumu, sio maisha mtihani uliochagua na huna mwelekeo wowote. Kwa hiyo nikawa nafanya. Siku moja niko nyumbani, mamangu akaniambia, ila Mariam, hata tukienda kwenye hizi sherehe, labda dadako sijui anapata masters jina, wewe ni binti yangu wa kwanza hapa nyumbani, mimi nitaficha wapi uso wangu? Maisha yako yakiharibika? Na baba akawa anaogopa hivyo, kukaa sana mtaani, sina mwelekeo wa maisha, nitaishia bure. Kwa akawa anamsema sana mama, usiku nasikia ugomvi, yote ni kwa sababu yangu. Na nikimwelezea kakaangu, kakaangu ananiambia wewe ndio unasababisha ugomvi hapo nyumbani, maneno yakawa mengi. Siku moja nimekaa, mama akanipa historia cha ndugu yangu mmoja, na hivi aliacha yeye, alikuwa amefeli, akaja QT, lakini sasa hivi ana maisha yake. Sasa nikaenda kumshirikisha baba, kwa mimi nataka nirudi shule. Hiyo siku babangu alifurahi sana. Mtoto urudi shule, utaki tena kufanya maisha ya huku mtaani na huna mwelekeo wote? Nikamwambia hapana, sio kama napoteza ada zangu tu. Ikaitwa kikao cha ukoo tena, nikaambiwa wewe umepewa ada mara ya kwanza uende advance, umepewa ada mara ya pili uende chuo, sasa hivi unataka ada uende QT. Wewe unaosema kwamba utaweza kutoboa, kama ulishindwa kutoboa miaka yote hiyo, uweze kutoboa ndani ya mwaka mmoja na masomo ambayo wenzako wanasoma 5 na 6. Nililia kwa sababu ni watu wazima hapo, wanaona mimi mtoto, lakini bado wananikandamiza baada ya kunipa mkono. Mama yangu baada ya kikao na ndugu wote wananiita,
nikawa naonekana tu ni hasara, hadi watoto walikuwa wanakuja pale nyumbani kwetu siku za hizi za 12 wakaacha kuja, kwa sababu mimi nitawafundisha vitu vibaya watoto wao nao waache shule. Baada ya kudiscuss wazazi wangu, baba akasema hapana, mbona kuna shule inaitwa Ukonga? Mimi mzee wangu kila kikaa kazini anatega redio yake anasikiliza Tumaini. Kwa hiyo kuna muda kuna huyu mama anasema kuna anaongelesha watoto kama mnatega redio, kumbuki maneno vizuri. Na pia kama nasikia kwamba hapa kuna semina, pia wanashauri wanafunzi. Baba kwa sababu ndio kichwa cha familia akasema kama ada anatoa mimi ataenda Ukonga. Sasa Kennedy akawa ananishauri na kuongea na mama yangu, akaniambia mbona kuna watu wako hapa wanasoma hiyo kozi, anaweza ndani ya mwaka mmoja, naona wani katika huyu kijana, mbona hana shida yoyote? Na mimi nikasikiliza kwa ushauri, bado kwenye akili yangu nishaletwa na matranka na kila kitu, nikiacha tena hapa nitafukuzwa nyumbani. Nikawa nakaa hapa nasoma, most of the times watu ambao walikuwa wananifahamu hapa nilikuwa ni mkimya sana. Nikawa tu nasoma, kwenye akili yangu bado nilikuwa na ile tu nitaweza. Tena nikilala usiku nawaza, nilikuwa na mawazo mengi. Siku moja nikamwita mamangu, akaja kunichukua, nikaenda nyumbani. Sasa nimeenda nyumbani ndio nikahamia kule Mbezi. Maana nilikuwa naona kama nilikaa jambo la kuwashtukiza. Kwa hiyo ni bora niende tu niwe naenda na kurudi. Maana hapa ni mbali mpaka Kimara. Naenda na kurudi, hata siku nikaa nyumbani kusema mbona sitaki. Sio jambo la kushtukiza waje kunipata boarding. Nikakaa kule kwa na semina hivi wanatu advice. Mimi nikaona moyo ukao unakuja. Nikaona kuna wengine pia walikuwa wanarudia, moyo ukao unakuja. Kama academics pale walimu wako walikuwa wanatushauri, walimu wote walikuwa wanatushauri sana. Kwa hiyo nikapata moyo, hata nikachangamka. Maana nilikuwa nakaa mwenyewe tu. Nikachangamka na kushirikiana na watu. Kwa mimi katika historia ya maisha yangu, Ukonga Skillful ni kama kitu ambacho kimenilea na kufundisha mimi. Nimefundishwa uvumilivu na kutokukata tamaa. Kwa hiyo kwa yote ambaye amejikatia tamaa, usione kwamba unakwenda naacha shule, ufikiria mtaani ni kwa rahisi. Usifikiria hata huyo mzazi wako anayekusaidia sasa hivi, siku utakapomwambia bana naacha shule, hata yeye hawezi kukubali kubeba aibu hiyo katika familia yenu. Kwa hiyo kazana, jitahidi, muombe Mungu. Ukipata shida usibaki nayo wewe mwenyewe. Kuna watu maana ukibaki nayo mwenyewe unajiendeleza kujikandamiza. Shirikisha watu. Kuna watu ambao watakulea kiroho hapa japokuwa mnaona watu wengine ni wa kawaida. Kwa hiyo nakushauri, najua anasitia maisha yake, hujakosea kuja Ukonga Skillful. Jiamini na mwache Mungu atende miujiza katika maisha yako. Asante. Asante sana Mariam, historia ni kubwa sana, na leo amehitimu akiwa na 1 ya 9. Makofi kwake.